reality in Kenya. We don't have. This is a president who doesn't know what Kenyans are going through. This is a president who doesn't know the Kenyan economy and how it is doing. You cannot create, hata uwe mjinga namna gani, you cannot create more principal secretary positions in such an economy. 7 more. And Kenyans are suffering. Kenyans are crying. Instead of reducing positions, una expand wage bill ya wakubwa, ya marafiki zako wa kisiasa. With this broad-based nonsense. I'm very unapologetic to call it broad-based nonsense, because it will help Kenyans nothing. Hii serikali ya broad-based haitasaidia wa Kenya chochote. Mpaka president ameongeza economic advisors jana. President ameongeza economic advisors. Very many economic advisors to advise him on nothing. Economic advisors wengi ambao hawana kitu ya kumadvise. Kazi yao ni kukula tu. Those appointments that the president did yesterday and those reshuffles are useless. They do not add any value kwa maisha wa Kenya. Mpaka Susan Nakhumicha ambaye alitolewa kwa Ministry of Health for incompetence amepelekwa UN Habitat as a permanent representative of Kenya. Alikuwa college gani? Kwa sababu alitoka ministry akiwa incompetent. So ameenda college gani aka-improve competence. Jambo langu la pili mimi nataka kuongea ni mambo koti imepitisha leo. Court of Appeal ime-uphold the decision of the High Court. High Court ilikuwa imepitisha decision ya kusema Speaker Moses Wetangula hawezi kuwa speaker na party leader of Ford Kenya at the same time. Court of Appeal ime-uphold that decision. Imesema Wetangula, you cannot be speaker and the same time party leader of Ford Kenya. Wetangula speaker must choose one thing. Either baki speaker awache Ford Kenya leadership, ama baki Ford Kenya leadership na awache speaker. Yes. Even we have a speaker here who can serve as a Yes, I'm finishing, Mr. Chairman. Speaker Moses Wetangula awache tamaa. Awache tamaa, chague kitu moja. Hiyo nafasi ambayo anashikilia ya speaker ya National Assembly, it is a public office for Kenyans. It is not his private property. Achague kitu moja. Na yeye ni principal kwa hii serikali, ndio kwa sababu akapata hiyo position. Hata nashindwa mtu kama huyo ni principal namna gani? Na bunge la mwananchi ni movement kubwa Kenya mzima. Bunge la mwananchi inaweza toa wabunge Kenya mzima. Lakini Ford Kenya wabunge wake hata hawajai kwa tukutuku. Wabunge wa Ford Kenya hata hawezi kujaa tukutuku. But Wetangula ni co-principal na ni speaker. Wabunge wake wanaweza jaa tukutuku. Hawezi. So mimi nasema speaker Wetangula achague kitu moja. Na kama bunge la mwananchi, we are sending an ultimatum to him. Aheshimu mahakama, achague kitu moja. Either wache party leadership ya Ford Kenya, hiyo briefcase party inaitwa Ford Kenya, ambaye yeye ni party leader, kazi ni yake ni treasurer, kazi ni wake mwingine ni organizing secretary, kazi ni wake mwingine ni chairman chama ya Bungoma. Awache hiyo, abaki speaker, ama awache uspika, abaki kuwa chairman, abaki kuwa party leader of Ford Kenya. Jambo langu la mwisho nikimalizia, mimi nataka kusema kwamba kuna watu hapa wanaitwa Kandara Residents Association ambao walipigana mpaka Del Monte ikawapatia shamba. Del Monte
ikawapatia shamba eka 1,400 na hiyo shamba ikaenda kwa mikono ya county ya Murang'a na mikono ya county ya Kiambu, kwa sababu hiyo shamba section iko Murang'a na section iko Kiambu. Na tangu Del Monte wapeane hiyo shamba mpaka wa leo, hawa residents wa Kandara na hawa wengine wa Kiambu mpaka wa leo hawajapewa hiyo shamba. Tunataka kuuliza Gavana Irungu Kang'ata, kwa sababu sisi tunapigania wanyonge. Hawa watu Kandara Residents Association wapewe shamba yao. Hata President Ruto alikuwa hapo akatoa promise, akasema watu wa Kandara Residents Association tutawapatia title deeds. Mpaka wa leo imekuwa tu promises kama zile za kawaida, haijatimizwa. Tunataka kuambia Gavana Irungu Kang'ata na Gavana wa Matangi wa Kiambu, watu wa Kandara Residents Association wapewe shamba yao ile ambayo walipewa na Del Monte, warudishiwe hiyo shamba na wapewe title deeds. County government iwache kuamilia mashamba yao, wakubwa waache kugrab mashamba yao. Jambo langu la mwisho, mimi nataka kuambia siku ya Sunday tutakuwa hapa Nyayo Stadium kusimama na timu yetu ya Harambee Stars kule Ivory